Wapendwa watazamaji wetu, ni mimi Didi Mitemo, mshauri wenu na rafiki yenu katika vipindi hivi vinavyohusiana na ndoa, uchumba na familia. Kwa furaha kubwa kabisa, ninawakaribisha tena katika vipindi vyetu vyenye mfululizo wa jina linalojulikana kama Ndoa kama Njia Panda. Siku ya leo tunayo mada nyingine inayohusiana na vipindi hiki au na vipindi hivi yenye kichwa cha somo kinachosema ndoa ni nini. Leo kwa kifupi tutakwenda kuangalia ndoa ni nini. Tutakwenda kuangalia ndoa kisheria na vivyo tutakwenda kuangalia ndoa ya Kikristo. Wapendwa watazamaji wetu, nitaingia moja kwa moja. Kisheria, ndoa ni muunganiko wa hiari kati ya mwanamume na mwanamke unaokusudiwa kudumu kwa muda wote wa maisha yao. Kisheria, ndoa ni muungano wa hiari kati ya mwanamke na mwanamume unaokusudiwa kudumu kwa muda wote wa maisha yao. Wapendwa wasikilizaji wetu, kwa mujibu wa sheria ya ndoa ya Tanzania ya mwaka 1971, ndoa inatambulika kisheria kama mapatano ya kuishi pamoja kama mume na mke. Wapendwa watazamaji wetu, ziko aina kuu mbili za ndoa. Aina ya kwanza ni ndoa ya mke mmoja, yenyewe inaitwa kwa Kiingereza monogamous marriage. Hii ni ndoa ya mke mmoja. Aina ya pili ya ndoa ni ndoa ya wake wengi, au kwa Kiingereza inaitwa polygamous marriage. Kwa hiyo wapendwa watazamaji wetu, ziko aina kuu mbili za ndoa kama nilivyokwisha kuzieleza: ndoa ya mke mmoja, yani monogamous marriage; ndoa ya wake wengi, yani polygamous marriage. Wapendwa watazamaji wetu, ndoa hizi ziko taratibu mbalimbali za kufungisha hizi ndoa ambazo zinatambulika kisheria. Kuna taratibu tatu zinazo kufungisha ndoa, hizo aina kuu mbili za ndoa zinazotambulika kisheria. Utaratibu wa kwanza ni zile ndoa ambazo ni ndoa za kidini. Zile ndoa ambazo zinafungwa kwa mfumo wa kidini, ambazo zinafungishwa na viongozi wa kidini kama vile wachungaji, mapadri, mashehe na kadhalika, ambao wana leseni, ambao wamepata leseni kutoka taasisi ya RITA. Taasisi ya RITA hii ni taasisi ya msajili wa ufilisi na talaka, inaitwa RITA, yani Registration, Insolvency and Trusteeship Agency. Hawa wafungishaji wa ndoa ambao labda ni viongozi wa dini ni lazima wapate leseni au waidhinishwe na hii taasisi ya RITA ambayo ni shirika la kiserikali. Wapendwa watazamaji wangu, utaratibu mwingine wa kisheria ambao unajulikana wa ufungishaji wa ndoa ni ndoa za kiserikali. Ndoa hizi zinafungwa mbele ya mkuu wa wilaya au katibu tawala wa wilaya. Yaani
ile District Administrative Secretary DAS. Hizi ni ndoa za kiserikali na zenyewe zinatambulika kisheria, au sheria ya Tanzania ya ndoa inazitambua. Ndoa zingine ni ndoa za kimila. Ziko ndoa za kimila. Hizi ndoa za kimila zinafungwa mbele ya viongozi wa, kwa mfano mbele ya katibu tarafa. Zinafungwa mbele ya au katika uwepo wa katibu tarafa au afisa mwandikishaji kama vile afisa tarafa wa eneo husika, na zinafungwa kulingana na mila na desturi za jamii husika. Na mara nyingi ndoa za kimila huwa ni ndoa za wake wengi. Iko aina ya 4 ya ndoa ambayo pia inatambulika kisheria, na hii inaitwa dhana ya ndoa, au kwa Kiingereza inaitwa presumption of marriage. Hii ni pale ambapo mwanamke na mwanamume wanapoishi pamoja kwa zaidi ya miaka miwili bila kufunga ndoa. Kisheria mwanamke na mwanamume wanapoishi zaidi ya miaka miwili, basi huwa inatambulika kisheria kuwa hii ni ndoa, na inaitwa dhana ya ndoa au presumption of marriage. Wapendwa watazamaji wetu, hizo ni taratibu za ufungishaji wa ndoa zinazotambulika kisheria. Kwa hiyo tukumbuke, ndoa zote zipo kisheria, iwe ni ndoa ya kidini, iwe ni ndoa ambayo imefungwa kidini, iwe ni ndoa ambayo imefungwa kiserikali, au ndoa ambayo imefungwa kimila, zote zinatambulika kisheria. Na vyeti vile vya ndoa, zile marriage certificate, pia ni certificate ambazo zinatolewa kwa mujibu wa sheria ya ndoa na zinatambulika na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wapendwa watazamaji wangu, basi wakati huu nitaomba tuangalie ndoa ya Kikristo. Nitaomba tuangalie ndoa ya Kikristo ambayo moja kwa moja inaangukia katika zile ndoa za kidini, lakini tutakwenda kuangalia ndoa ya Kikristo. Kwa mujibu wa Biblia, ndoa ya Kikristo ni tendo la mtu kuondoka kutoka kwa wazazi, kuambatana na mkewe na kuwa mwili mmoja. Hiyo ndio tafsiri ya ndoa ya Kikristo kwa mujibu wa maandiko matakatifu ya Biblia. Na unaweza ukasoma pia kutoka kitabu kile cha Mwanzo sura ya 2 na mstari wa 24, na pia kile kitabu cha Waefeso sura ya 5 na mstari wa 31. Utaona maneno haya ambayo tunayasoma. Pia tufahamu ya kwamba kwa mujibu wa maandiko matakatifu ya Biblia, Mungu ndiye mwanzilishi wa ndoa. Mungu ndiye mwanzilishi mkamilifu wa ndoa. God is the perfect author of marriage. Na hii unaweza ukasoma pia, au tunaweza tukasoma pia kutoka kitabu cha Mwanzo sura ya 2 na mstari wa 18. Pale ambapo Mungu alikuwa anasema hivi, neno la Mungu linasema hivi: Bwana Mungu akasema, si vema huyo mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Hapa tunaona ni baada ya Mungu kumuumba Adam, mwanadamu wa kwanza. Sio kwamba Adam
ndiye aliona kwamba anahitaji kuwa na mke. Hapana, lakini Mungu katika hekima yake ndiye wa kwanza kuona ya kwamba Adam anahitaji kuwa na mke ambaye ni msaidizi. Kwa hiyo kwa maandiko haya tunaona ya kwamba Mungu ndiye mwanzilishi wa ndoa. Na tunasema, kwa nini tunasema Mungu ni mwanzilishi mkamilifu, is the perfect author of marriage? Wako watu wengi duniani ambao wameanzisha au wamevumbua kitu, lakini wao sio wakamilifu, kwa sababu viko vitu mbalimbali vimegunduliwa duniani na wataalamu mbalimbali, lakini baada ya muda mnagundua kwamba kile kitu kina mapungufu. Lakini kitu ambacho Mungu amekianzisha hicho hakina mapungufu, kwa sababu Mungu ni mkamilifu. Kwa hiyo Mungu alipoianzisha ndoa alianzisha katika ukamilifu wake. Zile changamoto ambazo tunazokutana nazo kwenye ndoa zinatokana na mapungufu ya mwanadamu mwenyewe, sio ya ule mpango wa Mungu wa ndoa. Mpango wa Mungu wa ndoa ni mkamilifu. Mungu alitengenezea kitu ambacho ni kikamilifu kabisa, lakini sisi wanadamu, kutokana na mapungufu yetu na madhaifu yetu, ndio yanafanya tunakutana na changamoto, na wengine wamefika mahali kufikiri huenda labda mifumo ya ndoa au kanuni za ndoa ambazo Mungu aliziweka huenda zina mapungufu. Hapana, ndoa ni mpango mkamilifu wa Mungu. Wapendwa watazamaji wangu, labda tuangalie kwa nini ni muhimu. Kwa nini ni muhimu kujifunza kuhusu ndoa ya Kikristo? Kwa nini ni muhimu kujifunza kuhusu ndoa ya Kikristo? Ni kwamba kwanza, katika dunia ambayo tunaishi leo, yako mafundisho mengi ambayo sio sahihi kuhusu ndoa, haswa ndoa ya Kikristo. Kwa hiyo ni muhimu sana tukapata mafundisho sahihi kuhusu ndoa ya Kikristo, kwa kuwa ndoa, kama tulivyoona jina la kipindi hiki linalosema ndoa kama njia panda. Hii ina maana gani? Ina maana kwamba ndoa ni mojawapo ya kigezo cha muhimu sana kinachotumika kuamua juu ya mtu, mke au mume, kama ataweza kuyafaidi mafanikio, various achievements, mafanikio mbalimbali ambayo ameyapata katika maisha yake yote. Kwa hiyo ukiishi katika ndoa isiyokuwa nzuri, unaweza kushindwa kabisa kuyafaidi mafanikio mbalimbali ambayo umeyapata katika muda wote wa maisha yako. Mafanikio kama vile ya kielimu, mafanikio ya kihuduma, ya kikazi na kadhalika. Lakini ukipata ndoa iliyo nzuri, basi unaweza kuyafaidi kabisa mafanikio mbalimbali. Wako wengine wanasema ndoa iliyo nzuri ni paradiso iliyopo duniani, na pia inawezekana kabisa ndoa iliyo mbaya inaweza kufanana na jehanamu iliyoko duniani. Mungu atusaidie sana. Pia umuhimu kwa nini ni muhimu kujifunza juu ya ndoa ya Kikristo? Tunaona kwamba pia watoto, ndoa ndio mahali ambapo watoto hupata malezi ya msingi kuhusu maisha yao. Kwa hiyo ndoa ikiwa nzuri, familia itakuwa nzuri na watoto watalelewa, watapata malezi mazuri ya kimsingi kuhusu maisha yao. Kwa hiyo watapata msingi mzuri. Lakini ndoa ikiwa mbaya, basi hata watoto, kuna uwezekano wa watoto kupata malezi yasiyokuwa mazuri, malezi ya msingi yasiyokuwa mazuri kuhusu maisha yao. Pia ndoa ni taa. Ndoa ni nuru. Ndoa ni ushuhuda mwema kwa watoto wetu, ndugu zetu, jamaa na marafiki, ili wamjue Kristo. Hata hii unaweza ukasoma, au tunaweza tukasoma kutoka kitabu cha Petro wa kwanza
sura ya 3 kuanzia mstari wa 1 na wa 2, na pia tunaweza tukasoma kutoka kitabu cha Tito sura ya 2 mstari wa 4 hadi wa 5. Tutaona jinsi ambavyo ndoa, tukiwa katika ndoa nzuri, inakuwa hata ni ushuhuda kwa watoto wetu kumjua Mungu. Hata ndugu jamaa na marafiki na watu mbalimbali wanaotuzunguka wanaweza pia kumjua Kristo. Pia ukisoma kitabu cha Waefeso sura ya 5 na mstari wa 32, neno la Mungu lasema ndoa ina siri kubwa ndani yake. Yaani ndoa pia ni somo ambalo tunatakiwa kuendelea kujifunza mara kwa mara, kwa sababu ni taasisi yenye mambo mengi. Hivyo inabidi tuendelee kupata maarifa zaidi na zaidi juu ya ndoa. Pia tufahamu ya kwamba kwa nini tunajifunza juu ya ndoa. Ni kwamba pia ndoa inaanza ikiwa tunaweza tukasema ni ndoa changa, lakini kadiri ndoa inavyokuwa au tunavyoendelea kukaa kwenye ndoa, basi vile vile ndoa inapokuwa inahitaji maarifa tofauti kutokana na nyakati tofauti pia. Yaani kama jinsi mlivyoanza ikawa ndoa ya miaka miwili ni tofauti na ndoa ya miaka 5. Ndoa ya miaka 5 ni tofauti na ndoa ya miaka 10. Yaani taratibu za ndoa zinahitaji maarifa tofauti kutokana na umri wa ndoa na nyakati tofauti na vipindi tofauti. Hii ukitaka pia unaweza ukasoma katika kitabu cha Tito sura ya 2 kuanzia mstari wa 3 na wa 5. Utaona jinsi ambavyo Biblia inaelezea kwamba wale wanawake ambao ni wakubwa na wawafundishe au wawape maarifa wanawake ambao ni wasichana ambao bado ni vijana katika maarifa ya ndoa. Wapendwa watazamaji wetu, pia tufahamu kama nilivyokwisha kusema na kwamba siku hizi yako mafundisho mengi potofu juu ya ndoa. Wako baadhi ya watu wanasema kwamba ndoa ya Kikristo sio ndoa ya mke mmoja. Lakini nataka nikuambie kulingana na maandiko, ndoa ya Kikristo ni ndoa ya mke mmoja. Ndio maana hata Mungu pale katika bustani ya Eden alipomuumba Adamu alisema nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Mungu hakusema nitamfanyia wasaidizi wa kufanana naye, alisema nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Na pia neno la Mungu laendelea kusema ya kwamba kwa maana mtu atamwacha babaye na mamaye, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Neno la Mungu alisemi kwa maana mtu atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na wake zake, nao watakuwa mwili mmoja. Neno la Mungu halisemi hivyo. Kwa hiyo ndoa ya Kikristo ni ndoa ya mke mmoja. Katika vipindi vinavyokuja tutaingia zaidi kuangalia ni kwa nini ndoa ya Kikristo ni ndoa ya mke mmoja. Na pia siku ya leo labda nikutie moyo wewe ambaye inawezekana unapitia changamoto mbalimbali katika ndoa. Kumbuka mwanzilishi wa ndoa ni Mungu mwenyewe, na Mungu ni mkamilifu. Kama Mungu ndio alianzisha ndoa na yeye ni mkamilifu, basi Mungu ndiye jibu la ndoa. Mungu anahusika sana na ndoa, na hakuna kinachomshinda kurekebisha ndoa. Ni sawa na wewe umenunua gari aina ya Toyota. Labda kuna kitu kule ndani kina matatizo. Inawezekana umewapelekea baadhi ya mafundi wameshindwa, lakini kwa bahati nzuri ukapata nafasi ya kukutana na fundi ambaye alitengeneza lile gari kule Japan. Tunafahamu magari ya Toyota yanatoka Japan. Sasa ukabahatika kumpata yule fundi wa kiwandani kule ambaye ndiye alilibuni lile gari. Sijui unafikiri itakuwaje? Pamoja kwamba ni mwanadamu, bila shaka ukimwelezea tu atajua shida iko wapi. Au lile gari likapelekwa katika kile kiwanda lilichotengenezewa. Kule wana uwezo kubadilisha kila kitu na kugundua matatizo kwa ndiko walikolitengenezea. Mwanzilishi wa ndoa ni Mungu. Tunapopatwa na changamoto kwenye ndoa,
tumwendee Mungu. Mungu ni jibu, hakuna litakalomshinda kwa kuwa yeye ni mwanzilishi mkamilifu wa ndoa. Mpendwa mtazamaji wetu, basi kwa leo tunafikia hapo mwisho. Mungu akubariki sana, hadi wakati mwingine. Ni mimi rafiki yako Didimi Tem, katika ushauri wa masuala ya ndoa, uchumba na familia. Lakini nakukaribisha kwa maoni zaidi. Maoni yako ni muhimu, na wako watu wengine wana taaluma wamesomea taaluma za mahusiano ya ndoa. Pia ninawakaribisha, wako wanasheria wanahusika na mambo ya ndoa, pia ninawakaribisha tuweze kuchangia, ili lengo tuweze kujenga na kupata ndoa iliyo bora kama Mungu alivyokusudia, ili hatimaye tuweze kuwa na maisha mazuri katika ndoa, na familia zetu ziweze kuwa ni familia nzuri. Na familia zetu zinapokuwa vizuri, zinapata malezi mazuri, basi hata taifa letu la Tanzania linakuwa na la watu walio na maadili mazuri. Basi Mungu awabariki hadi wakati mwingine, na waaga kwa heri ya kuonana.